sifa. Amen. Kutumaini sina Yake Bwana. Kuanzia mstari wa 22 hadi 25. Na haya yale maneno aliweza kusoma katika Luka yamenakiliwa katika Mark chapter 4. Mark chapter 4 kuanzia mstari wa 35 hadi 41. Mark chapter 4 verse 35 to 41. When Jesus was preaching the gospel, wageni wetu, naitwa Pastor Charles Otieno, nikiwa mchungaji wa mahali hapa. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, and one wife, na nimebarikiwa kuwa na watoto 4. Tena nimebarikiwa na kuwa na mjukuu. Yule mgeni wetu alisema kwamba amebarikiwa kuwa na mjukuu. Mimi pia najivunia kuwa babu, naitwa babu. Bwana Yesu asifiwe. However young I look, but niko na wajukuu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu ametubariki na wajukuu wawili. Praise be to God. So nasema asante tena kwa wale ambao wameingia. Dada, karibu sana. Karibu sana mzee, karibu sana ndugu Bernard, karibu sana. Ni muda mrefu umekuwa nje. Nashukuru Mungu ambaye ametufungulia nafasi. Brother, karibu sana, aliyetangulia karibuni sana, na wale wote ambao wamekuwa nje karibuni sana. Bwana apewe sifa. Nitasoma na niko na kitabu cha Kiingereza ambayo inasema ya kwamba ninasoma kutoka kwa NIV, which says Mark chapter 4 verse 35. It says, that day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious swell came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher,
Don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. The wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, Why are you so afraid? You still have no faith. They were terrified and asked each other, Who is this? Who is this? Even the wind and the waves obey him. May God bless his word. May God bless his word. Father, in the mighty name of Jesus, how I pray, Lord, may you take control. May your spirit guide me, Lord. We thank you for the word. At the end of the sermon, let our lips say, You are God, you are God. In the mighty name of Jesus, I pray and believe. Amen. I'm going to speak about my theme, faith that overcomes storms of life. Faith that overcomes storms of life. Bwana tukuzwe. Imani inayoshinda majaribu katika maisha. Haleluya. Haleluya. What are storms? What are storms? Storms of life. It's a powerful metaphor for the difficult times, unpredictable crises, and emotional hardships we all face. Ile hali ngumu sana wa maisha tunayokumbana nazo. Hallelujah. Na tuko na different kind of storms. We have natural storms and we have personal storms katika maisha. Praise be to God. Natural storms, zile calamities ambazo zinafanyika, zinatendeka, like kama kuna mvua imekuja, inakuja na inabeba watu, kama ile uliyosikia Nairobi the other time iliyofanyika. Mvua ilinyesha sana Nairobi mpaka ikabeba watu, ikasomba watu. That was a storm. Bwana pewe sifa. It is a natural calamity. Praise be to God. Na tunapata kuna personal storms ambazo zinapata wanadamu. Personal storms kama ina gani? Unakuta kwamba kama magonjwa, kama difficult time, financial difficulties, when ulikuwa na kazi imesimama, that is a storm. When ulikuwa na biashara imeanguka, that is a storm. Bwana pewe sifa. Kuna changamoto katika familia, mandugu wanagongana, wanapigana, that is a storm. Bwana Yesu asifiwe. So kuna personal storms na natural storms. Bwana pewe sifa. So vile personal storms inafanyika katika sawasawa na natural storms, unakuta kwamba ni kitendo ambacho kinatendeka ambacho kina disturb your peace, inakufanya unakosa kuwa na amani, inakufanya hata saa zingine you become overwhelmed, unashindwa utafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Unashindwa ni kitu gani, nitaenda wapi, where can I go, nitafikia wapi na hii chamba ambayo imenipata. When you are passing through such a situation, you are in a storm. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. And what the truth about every storm ni ya kwamba they are certain and inevitable. Hatuwezi kuepuka, yanatokea tu. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Katika maisha ya mwanadamu, no one's life is sunny all the time. Hata wakati jua limewaka sana, jua linawaka na inafika wakati kunatanda mawingu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba mawingu yametanda hata tunataka kunyesha. Hallelujah. So the truth about the storm ya kwamba hata wakati unapitia wakati mgumu katika hiyo hali, mwisho wake itafika. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. So every hardship
every hardship katika maisha ya mwanadamu kina mwanzo na kina mwisho. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. These things, the truth ni kwamba they are temporary. Hey, hallelujah. They are just temporal. And no matter how dark the clouds look like right now, even in your life, it doesn't matter how dark the clouds look. But one thing that I am telling you, eventually it will come clear. Hallelujah. Hata kama mawimbi imetanda nyeusi kiasi gani, mwisho wake kutakuwa na mwangaza. Praise be to God. When you are going through a storm right now, ndugu yangu uliye mahali hapa, kijana uliye mahali hapa, ninakwambia kwamba it doesn't matter how thick, how big it is, how heavy it is for you, it is just temporal. Hallelujah. And these storms, when they come into our lives, it doesn't mean ya kwamba itatumaliza. Let the storm rebuild your resilience. Let the storm build your faith. Isimamishe imani yako iwe dhabiti. Hallelujah. Bwana pewe sifa. So katika kila hiyo, in every storm, I want to tell you that God is present. In every storm that we go through, there is presence of God. He is present in your storm. Changamoto unayokumbana nazo, usiseme uko peke yako. Hallelujah. Hata Mungu yuko. God is only waiting for you to activate the access. God is waiting you to access, to activate His power to be manifested in the storm. Praise be to God. Bwana pewe sifa. So pale tumesoma, tunaona Yesu akihubiri at the shores of Galilee. Na Biblia inasema wakati jioni ilipofika, Yesu akamwambia wanafunzi wake wavuke ng'ambo ule. Ng'ambo ule ilikuwa ni lazima watumie the boat. Bwana pewe sifa. Na waliposikia Yesu amewaambia wavuke, wakachukua zile dao, wakaanza safari zao. Wakaanza safari, na neno la Mungu linasema kulikuwa na dao zingine pia ambao wote walikuwa wanafanyaje, wanavuka ng'ambo ule. Praise be to God. Na kumbuka, hawa ni watu ambao maisha yao ilikuwa ni kazi ya uvuvi. They were so good in the lake. They were so good. They knew how to navigate the ocean. Bwana pewe sifa. So at the middle of the ocean, baada wao kutoka, kwa maana ilikuwa ni masaa ya jioni, na kawaida dhoruba huwa inafanyika usiku. Every storms mara nyingi zinafanyika usiku. Bwana pewe sifa. So at the middle of the journey, wamefika katikati ya safari hao, and the Bible says basi dhoruba ikatokezea. Na dhoruba ilipotokezea ikawapiga sana mpaka wakawa terrified. They became afraid. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Wakaingiwa na uoga ya kwamba wanaenda kuangamia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And remember, hao walikuwa ni wavuvi ambao wana ujuzi katika bahari. Ni watu ambao wanaweza tabiri hali ya bahari itakuwa na namna gani. Wakati wanaona anga inatanda, wanajua kutakuwa na dhoruba. Wanasema leo hii tunaona hii kazi itakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. But because Jesus had told them, they go over the other side, wakaanza safari, wakaanza kwenda. Hallelujah. Wakaanza kupiga ile ngao yao, wanaenda. Biblia inasema katikati ya safari dhoruba ikatokea, na ilikuwa ni dhoruba kubwa sana mpaka wakaogopa ya kwamba wanaenda kuangamia. Hallelujah. Katikati ya changamoto ya maisha, sometimes we even forget that God is within us. Tunasahau ya kwamba sisi ni wokovu. Tunasahau ya kwamba Mungu ako pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Vile wanafunzi wa Yesu walipofika katika
hali wakaingiwa na uoga. Walipoingiwa na uoga, wakasema ya kwamba sasa walijaribu uwezo wao, ndiposa baadaye ndio wanakuja wanakumbuka wako na Yesu katika ngao yao. Haleluya. Mmoja wao akasema nini mkamwite. Mmoja and I believe it was Peter, because Peter alikuwa ni mtu haraka sana. Praise be to God. The Bible hajasema, lakini Biblia inasema walienda wakamwamusha. Walienda kwake wakamwamusha. Master, don't you care that we are going to perish? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda wakamwamusha pale alikuwa amelala. And Jesus was calmly sleeping. He was calmly sleeping because he knew he had the Father in him. So he was not terrified. Hallelujah. Hata wakati Yesu aliwaambia kwamba watoke, because he is all knowing. Praise be to God. Jesus knew what will happen. Lakini yeye alijua kwamba ako na Baba. Hallelujah. Ukiwa na Baba, how you cannot panic. Kwa maana unajua you have the security. Praise be to God. That is why a little child is so secured under the care of the Father. Kwa maana na Baba anajua amempa ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa na Baba anaomba usicheze na nina baba yangu. Ndio baba. Kwa maana anajua under the care of the Father he has the security. So Jesus knew somewhere he has the Father. Whenever he was sleeping, nothing, any harm will happen to him. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So akaendelea kulala. Aliendelea kulala. Kwa maana najua hakuna kitu kitatendeka. Kwa maana he has a Father. Praise be to God. Bwana apewe sifa. So wanafunzi wa Yesu wakaenda kwa Yesu wakamwambia Yesu, haujali kwamba tunaangamia na wewe ungali unaendelea kulala? Yesu akaamka. Alipoamka akaenda akainua mkono akamwambia dhoruba, be quiet and be calm. Dhoruba ikamsikia, ikatii sauti yake. Ilipotia sauti, kila kitu kikakuwa sawa sawa. And these are the people who had seen Jesus healing the sick, healing the lame, healing the deaf. Mpaka wakashangaa, sababu huyu ni mtu aina gani? Hata mawimbi yanamsikia. Huyu ni mtu aina gani? They failed to understand Jesus. Praise be to God. Hallelujah. They failed to understand Jesus. Hata wewe katika imani yako, wacha watu wakose kukuelewa. Kwa maana wewe ni mama wa imani, wewe ni mzee wa imani. Waulize, huyu ni mtu aina gani? Huyu ni mtu aina gani? Praise be to God. Bwana asifiwe sifa. So true faith that overcomes storms is that doesn't scramble in the pressure when waves rises. Hallelujah. Hiyo ndio imani thabiti, imani isiyotingizika wakati changamoto yameinuka mpaka unaona kwamba utazama. Hallelujah. That is the true faith. That the faith that overcomes the storms of life. Praise be to God. Tunahitaji kuwa na imani hata kama changamoto katika maisha yamezuka, yameinuka mpaka unaona kwamba unaenda kukufa, unasimama katika imani yako. Unasema ninajua ninaye mtu ambaye ni Yesu Kristo, akiwa ndani yangu sitashindwa. Hallelujah. Ninaye mtu ndani yangu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ninajua sitaangamia. Hallelujah. That is the true faith that we need to have katika changamoto ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. The true faith that overcomes storms is that we trust the Lord's presence. You trust the presence of the Lord in the midst of the storm. Yani
hata kama inakuwa ngumu kiasi gani, unasema I trust in God, ninaamini katika Kristo. Hata kama mambo yamebadilika katika maisha yako, unaamini katika Kristo. Unasema ninajua ninaye Yesu, na huyu Yesu ako pamoja nami na sitaangamia. Haleluya, Bwana pewe sifa. Trust the presence of the Lord katika storm zako, katika changamoto yako. Jua ya kwamba Mungu ako pamoja na wewe, hata kuacha. Anasema hata kushika mkono, kwa maana anasema I know the plans I have for you. Si ya kwamba uangamie, bali uwe na tumaini. Bwana pewe sifa. Praise God. God knows your tomorrow. God knows your yesterday. God knows your future. Hautaangamia katika ile changamoto. Hiyo changamoto unayopitia, Mungu anajua vile atakupitisha. Bwana pewe sifa. Just acknowledge the presence of God katika changamoto yako. Ndio maana napenda vijana watatu walipokuwa katika changamoto, Meshaki, Shadraka na Abednego, wakasema, Mfalme, hata kama huyo Mungu wetu hatatuokoa, lazima ujue ya kwamba hatutaabudu sanamu yako. Bwana Yesu asifiwe. That is the true faith that every believer ought to have. Hata kama unasawishiwa, unaambiwa ya kwamba usipofanya hii kazi, na it's against your faith. Mali umeajiriwa kazi, unaambiwa ufanye kitu ama udanganye ili uokoe nafsi yako ya kazi. Simama katika wokovu, mwambie kwamba I know the God I'm serving. Hallelujah. I know the God I'm serving. The God of truth. Simama katika hiyo ukweli. Mwambie hata kama utanifuta kazi, lakini hii siwezi nikafanya, because it's against my faith. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine katika kazi kama tumeajiriwa, utaambiwa ufanye kitu ambacho hakika unaona hii si haki, si halali, lakini unasema kwa sababu ya kazi, ni boss amesema, wacha tu nifanye. Hallelujah. So at the time of your need, when God sees you doing something against the morals, He will not help you in times of need. Bwana pewe sifa. Simama kama Meshaki na Abednego, useme boss, this is against the morals, it's against my faith. I will not do it, and I know the God whom I serve will protect me. Hallelujah. Mwishowe ukishashinda atasema, mahali popote akikuwa anasema, huyu ndugu mwacheni na yeye na Mungu wake. Bwana apewe sifa. Wacha watu wa recognize Mungu wako kwa kusimama katika ukweli. Hallelujah. Simama katika ukweli, simama katika neno la Mungu, na God will establish you. God will manifest in your cases. The true faith, it doesn't deny the craving wind, but speaks peace in the midst of the storm. Ila kuna changamoto, unaweza pitia hali ngumu sana katika maisha. Sasa badala wewe uzungumuze amani, unaanza kuchochea, unaongeza moto. Hiyo ni vita, hiyo ni changamoto. Mumekosana nyumbani, mumekosana kanisani, na badala utamke amani, wewe ndio unaendelea kuchochea. Huyu amekudharau sana, usikubali. Huyu amekudharau sana, anakuona mdogo sana, pana usikubali. Alafu huku unasema Yesu ni Bwana. Hallelujah. Badala ulete amani katikati ya jamii. In the midst of storms, speak peace. Praise be to God. Bwana peace. Speak peace. Leta amani katikati ya watu ambao wanagongana. Usiwe mmoja ambaye you will feel the fire. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. That's what Jesus did. When the storm arose, He stood and He spoke peace. Come, be quiet. And everything
got quiet and be quiet. Bwana Yesu asifiwe. So the true faith is that which speaks peace in the midst of storms. Praise be to God. So how can one overcome or exercise the overcoming faith? Yes, you have faith. The Bible says faith without action is dead. So you must put faith into action. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uweke imani yako kwa matendo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So the first thing that you need to do when you are facing a storm, you must exercise the faith by shifting your focus. The first action, shift your focus. Don't focus the storm. Praise be to God. Don't focus the storm. Wale wanafunzi wa Yesu, they focused the storm, wakaingiwa na uoga. But when they realized kuna mtu ambaye is above them, they shifted their focus. They turned to Jesus. Hallelujah. Wakamwambia Yesu, tunaangamia. Hallelujah. Shift your focus. Don't focus on the storm. Katika hiyo storm kuna mtu ambaye akusaidia hiyo storm, na sio mwingine, ni Yesu Kristo. Put your focus on him. Fix your eyes onto Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Stop looking at the size of the storm. Look at the Savior. That is Jesus. In reference, we find the book Numbers, kitabu cha Numbers, Hesabu 13. Tunaona Musa ametayarisha wakaguzi wa 12, 12 spies. Wakatuma waende wapeleleze ile nchi ambayo Mungu amewaahidi, wa nchi ya Kanaani. Na nchi ya Kanaani kulikuwa kunaishi na Amalekites, watu ambao wamejengeka, wana mwili mikubwa sana. And their city was fortified. The wall was fortified. But the Bible says that land was so rich. They were so blessed. So Moses akatuma kina Caleb, nendeni na Yoshua, nendeni mkapeleleze na mulete habari katika ya hiyo nchi. Watu wanaokaa huko ni watu aina gani? Na mimea ambayo ina mimea huko ni aina gani? Ina rotuba ama ina rotuba? Hallelujah. Bwana pewe sifa. Walienda wakakaa kule siku kadhaa. Waliporudi wakarudi na habari. 10 of them walipeana habari ya kuovisha. Wawili, kina Caleb na Yoshua, wakasimama. Walipokuja wakamwambia Musa, ulitutuma tumeenda, lakini ile nchi, the city is fortified. The city is fortified. Kule nchi tulienda, wanaokaa kule ni watu, ni majitu. Machoni pao tunaonekana kama grasshoppers, hatuwawezi. Caleb akasimama mbele ya umati akasema kwamba wapendwa, haijalishi the cities are fortified, haijalishi ya kwamba ni wazito kiasi gani, lakini certainly let's go because we can do it. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Katikati ya changamoto uwe mtu wa kupeana encouragement, sio yule ambaye anapeana negative advices. Give a word that encourages people. Bwana pewe sifa. Caleb akamwambia wapendwa, haijalishi tunajua tumeahidiwa kuna mazuri katika ile shamba. Ni shamba ambalo lina mimea, ni shamba ambalo lina rotuba, na tunajua tuna uwezo. Because Caleb alijua hawako peke yao. Caleb alijua kunaye mtu ambaye anawapigania. Haleluya. Katika changamoto, mpendwa, usife moyo.
there's someone who will fight on your behalf. Praise be to God. There's someone who is going to fight on your behalf. Don't give up. Stand firm, because fix your eyes unto Jesus. Jesus is the Savior. Jesus anasema yeye ndiyo kiongozi halisi. Bwana apewe sifa. Akiongoza hata isimame nani mpendwa, hautaanguka. Bwana Yesu asifiwe. So katika changamoto mpendwa, don't panic. That is another way of overcoming the storm. Don't panic, but pray. Hallelujah. But pray. Katika changamoto, don't panic. Omba. Wengine tunaangamia kwa sababu tunakosa kuomba. Tumeona ile changamoto ambayo imetokea, hata maombi inapotea. Iwe ni magonjwa, iwe ni financial difficulties, iwe ni kikazi, biashara inaanguka, unaingia na uoga, unasema mimi sina bahati, sijui nililaliwa na nani, watu waliniokota miguu nikitoka nyumbani, nililanewa. Hiyo ni changamoto. Simama imara, don't panic, omba. God will listen unto your prayers. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. In panic, when you panic, you will not overcome the challenge. You will never overcome the challenge when you are panicking. But stand firm and be prayerful. You will overcome. It doesn't matter how big the storm is, but when you become a prayerful person, you will see the end of the tunnel. Bwana Yesu asifiwe. Wakati habari imekuja kwamba Wayahudi wote waangamizwe, Mordekai ameenda. Ukisoma Esther chapter 4, unaona ya kwamba Mordekai ameenda alipopata habari ya kwamba habari imetoka ya kwamba Wayahudi wote waangamizwe. Alienda kwa Esther akafanya kambi katika milango ya mfalme. The attendants waliomwona wakapelekea Esther habari. Esther, usifikirie kwamba ukiwa katika nyumba ya mfalme wewe peke yako ndio utaokoka. Wayahudi wote wataangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Usipofanya jambo leo, usifikirie wewe una amani, hata huko hauna usalama, kwa maana oda imetoka kwamba Wayahudi wote waangamizwe. Praise be to God. Esther akasikia, akajiuliza, akajitafakari, akasema kama oda imetokea, what can I do? Katuma ujumbe, mwamini Mordekai aende tangaze katika Susa yote, katika all regions, Wayahudi wote waende katika kufunga na kuomba siku 3, nami pamoja na wajakazi wangu tunaenda kuomba, hatutakula. Haleluya. Baada ya hizo siku 3 nitaenda kwa mfalme, ijapokuwa it's against the law, nitaenda kwa sababu ninajua maombi imenipepa. Haleluya. Maombi imenipepa. Nitakapoenda najua nitaenda, because when someone's praying, the presence of the Lord inashuka, inamfunika. Hallelujah. When you pray, the presence of the Lord will cover you, will come and cover you. Hallelujah. Esa akasema kwamba nitaenda ijapokuwa ni kinyume cha sheria, lakini ninaenda. Hallelujah. Kama ni kuangamia, let it be. Wacha niangamie. Praise be to God. That is the faith that overcomes the storm, and it overcame the storm. Bwana pewe sifa. Esther akaomba siku 3. Alipoenda mbele ya mfalme alipomwona, it was against the law, against the order of the kingship. Mfalme alipomwona akamnyoshia fimbo, akamwambia njoo mpenzi wangu. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. That's what prayers do. Hayo ndivyo maombi yanabadilisha hali, kwa sababu imani ambayo iko ndani yako, ukiomba mpendwa, hiyo hali ambayo ni changamoto katika maisha yako, the prayer will change the situation. Hallelujah. Na kila ambacho kilikuwa itendeke kwa Mordekai ndio ikatendeka kwa waliowapagia. Leo nataka nikwambie, usipigane na maadui wako. Simama katika maombi. Roho wa Mungu atakupigania. Yesu atakupigania. Usipambane nao. Simama tu kwa maombi na mambo yatabadilika. Haleluya. Wanaposema usiseme, wanaporusha usirushe. Wewe rusha maombi yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. And God will act in your behalf. Praise be to God. So the faith, how to exercise the faith that will overcome the storm. Remember the destination. Hallelujah. Kumbuka kule unakoenda. Kumbuka ni kitu gani utapata. Praise be to God. Kumbuka ahadi za Mungu. Ahadi zake ni za kweli. Hallelujah. Ahadi za Bwana ni za kweli. Ahadi za Mungu haianguki, lazima itendeke. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka the destination you are destined to. We are destined to get the blessings of the Lord. We are destined to be protected by the Lord. It doesn't matter the storm we are going through. It doesn't matter the hardship you are going through. But God has promised to bless you. He will surely bless you. Hallelujah. The life you are living today is not the life you will be living tomorrow. Because it's God who knows your tomorrow. Praise be to God. Maadui wako wanajua jana yako, wanajua leo yako, lakini kesho yako hawajui. Anayekupangia ni nani? Na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Don't focus on the storm. Hiyo shida unayopitia, usiweke akili zako. Weka akili zako kwa yale ambayo yako mbele. Hallelujah. Praise be to God. Because your tomorrow is a better day than today. Today you are living hungry. Tomorrow you will sleep when you are full. Praise be to God. Bwana pewe sifa. So remember, look up onto the other side. The other side, not the storm. The other side is better than where you are today. Because Jesus said, you are crossing, however big the storm is. Don't look at the storm. Just focus on the one. Let's cross over. You will cross over the storm. However big it is, however heavy it is, you will cross over. Because Jesus said so. Let's cross over. Trust the words of the Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Trust Jesus in every storm that you are going through. You are going to cross over. Bwana pewe sifa. Napoendelea kumaliza, my last point is rest in Christ's presence. Dumu katika uwepo wa Kristo. Dumu katika uwepo wa Bwana. Hallelujah. Dumu katika uwepo wa Bwana. Na utadumaje katika uwepo wa Bwana? Praise be to God. Praise be to God. Storms za maisha zinafanya watu wanaondoka hata katika wokovu. Many people have turned away from salvation because of the storms of life. Changamoto ambayo anapata katika maisha, katika wokovu, anasema sioni maana ya kuwa mwokovu. Sioni maana ya wokovu. Kama anaweza pata shida kiasi hiki, sioni maana. Wanaacha wokovu. Hallelujah. Praise be to God. Even the holy people undergo the storms. Even pastors go through the storms. Even bishops go through the storms. If I can tell you my life, the things I've gone through, utabaki ukipanua mdomo. Kumbe wachungaji wanaweza pitia magumu haya. Hivyo Bwana Yesu asifiwe. Na unapopitia magumu, wacha hayo magumu ijenge imani yako.
usimame imara katika Bwana. Haleluya. Simama imara katika wokovu. Ndio maana mwimbaji akaimba wimbo, ni kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? 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 Wanafunzi wa Yesu kidogo ile dhoruba iwatende na Yesu, lakini wakasema kwamba we are in the presence of Jesus. Wacha tuende tukamwite mahali amelala, kwa sababu hapo pamoja nasi. Wakadumu katika uwepo wa Yesu. Haleluya. Kaa katika uwepo wa Bwana. Hiyo changamoto haitakumaliza, lakini utakuwa mshindi. Kwa maana Yesu akasema katika kitabu cha John 16, anasema katika maisha you will undergo, you will go through many troubles. You will go through many troubles. But don't panic. Take heart, because I overcame the world. Hallelujah. Yesu alisema, ninajua mtapitia changamoto katika maisha, lakini usifadhaike, kwa sababu mimi tayari nimeshinda ya ulimwengu. Kwa maana Yesu ni mshindi, hata sisi ni washindi katika Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So usifadhaike mpendwa, usifadhaike. Rest in the presence of the Lord. Jesus said ya kwamba in this world you will have so many troubles, but take heart, I have overcome the world. I overcame the world. I overcame the world. Peace of mind, peace katika dhoruba, peace katika changamoto itapatikana kwa yule ambaye anatulia katika uwepo wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Don't mind hata kama watu watakucheka. Umepoteza vitu, hiyo ni changamoto. Watu watakusema, don't mind what they say. Just be in the presence of the Lord. Simama katika uwepo wa Mungu. Haijalishi watu watasema nini juu yako, haijalishi watu watakubandika maneno majina, lakini simama katika uwepo wa Mungu. Ukiwa ndani ya uwepo wa Mungu, utakuwa na amani ndani ya roho yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. It comes by being in the presence of the Lord. Hapo ndio kuna utulivu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitoka katika uwepo wake utahangaika. Hapo ndio unasema watu walikuroga. Sasa hata mimi ninajua mtu wamefanya hivyo, hata mimi nitatembea. Wanafikiri wao ndio wanajua, hata mimi ninajua nitatembea. Sasa unaanza kutembea, unaenda kwa roho, kwa waganga. So ukiwa kwa waganga, are you still in the presence of the Lord? You are not. Because you have been overwhelmed by the storms. Don't. Yesu akasema, take heart. Take heart. My dear sister, take heart. My dear brother, take heart. How big the storm is, take heart. Jesus overcame the world. You too, you will overcome. If you stay in His presence, you will overcome. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. So hata wanafunzi walipogundua kwamba Jesus is in their presence, wakaenda wakamwamsha. Yesu akamuka na akasimama, akamwambia the storm, be quiet and be calm. Walipata amani ndani ya moyo wao. When the storm, when the waves, the crashing waves cooled down, walipata amani. Kwa maana walijua sasa hawataangamia. Hallelujah. When you are in the presence of the Lord, however the hardship is, however the storm is in your life, however the challenges you are going through, when you are in the presence of the Lord, you will have peace of mind. Because Jesus said, take heart. Don't be troubled. Let me fight for you.
am there to protect you. I am there to shield you from any harm, from all the arrows directed against you. I am there. I will be your shield. Hallelujah. Because when we are in the presence of the Lord, nothing forms against us shall prosper. Hallelujah. Any weapon formed against us shall not prosper, because we are in the presence of the Lord. Hallelujah. Haijalishi maadui wamepanga kuangamiza kiasi gani, dumu katika uwepo wa Mungu na Mungu atakuwekea kinga. Hallelujah. Na silaha zao zote hazitakufikia. Praise be to God. So as I summarize, you may be in the storm today. Remember, wenda leo katika changamoto fulani. Inaweza kuwa ni ya kifamilia, inaweza kuwa ni ya kikazi, inaweza kuwa ni ya biashara, inaweza kuwa hata ni watoto wako. Your kids can turn to be a storm in your life. Hallelujah. Like there's a time my son became a storm in my life. That's my big son. Mtoto umempeleka shule hataki kusoma. Mpaka nikakuja nikajiuliza, na huyu mtoto wangu kweli? Hallelujah. Yaani nimepeleka mtoto shule, nimerudi Mombasa. Baada ya siku 3 mtoto amerudi, amekuja nyumba yangu, amefika Mombasa. Ameacha shule. Tena anakuambia, baba, mimi sitaki kusoma kwa ile shule. Sasa ungefanyaje? Kama hili nini? Unaanza kuuliza, hili nini? Mtoto wako kweli? Because unaangalia zile tabia yako nazo, sio zile tabia zako. That is a storm. Hallelujah. Praise be to God. That is a storm. Challenges in families. When the money is broken, what you thought is not what you are going through. That is a challenge, that's a storm. Be in the presence of the Lord. Just be calm, take heart. Be prayerful. Mpaka ilifika mahali mtoto alinisumbua. I was almost disowning my son. Hallelujah. I was almost disowning the child. Ukipeleka shule anakataa, anaenda masekatari. Anataka day school, na mimi nataka day school. Umeng'ang'ana na mtoto mweke kwa boarding school. Umeng'ang'ana, mtoto anakuambia mimi sitaki boarding school. Kumbe mtoto, the boy was missing ile nini ya mama. The warmth of the mother. Anataka kae na mama karibu. Bwana Yesu asifiwe. But we stood in prayer. Hallelujah. Now the boy whom we knew those years is not the boy we have today. Hallelujah. Praise be to God. And all this happened because of prayers. Mwambie Mungu, mimi sina uwezo wa kubadilisha. Wewe ndiye unayebadilisha. Wewe ndiye unayefinyanga. Sisi ni udongo tu. Praise be to God. Kama hali imekuwa ngumu, mwambie Mungu, mimi sina uwezo, ni una uwezo. Hallelujah. Make me the way you want. Mold me the way you want. And God molded the boy. I told God, I don't have the capacity. Make him what you want him to be. Praise be to God. And now he stands to be a man. Praise be to God. Hallelujah. Unaona vile shetani alikuwa ananijaribu. Ananiambia ni disorder. The devil was speaking inside me. That's why I was asking some question. Is this really my son? I can even disown him. That was, the devil was speaking inside me. But when we realize there's somebody who is more than us, more than the situation, that is God, we surrendered it unto God, and God did it. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. So in the presence of storm, remember you are in the presence of God. Hallelujah. Remember to focus, not to focus on the storm, but focus to the Savior, that is Jesus Christ. Bwana pewe sifa. In the presence of storm, in the presence of storm, brother, know that we have the Redeemer, and our Redeemer is Christ. Let Christ redeem you from all your hardship. May the Redeemer help you to overcome all the situations you are going through. That is Jesus. So today, you may be here, you are going through a storm. I don't know what kind of storm you are going through. Surrender it to Jesus. Let Jesus take over. Let Jesus take over. Be in the presence of the Lord. And how do you go into the presence of the Lord? By surrendering your life at all. Wenda uko hapa hujaokoka na umekumbwa na shida mengi sana, njoo kwake Yesu. Njoo kwake Yesu. Njoo kwake Yesu. Njoo kwake Yesu. Ndio maana anasema njooni kwangu nyinyi nyote mliolemewa na mzigo. Storm ni mzigo katika maisha yako. Njoo wewe ambao umelemewa na hiyo mzigo ya changamoto, njoo kwake Yesu, atazichukua. Anasema kwamba unapokuja kwangu nitachukua mizigo zako zote na wewe nitakupumzisha. Hautakuwa na mzigo tena, hautabeba mzigo tena. Wenda ni mzigo ya madharau, wenda ni mzigo ya kukosa kazi, wenda ni mzigo ya vita katika jamii zetu. Lete zote kwake Yesu na atakupumzisha. Haleluya. Tusimame. Asante Bwana. Hakuna mtu ambaye anapitia changamoto. Na vile tu changamoto ziko aina tofauti. Changamoto unayopitia sio ile unayopitia. Changamoto unayopitia sio ile ndugu yako anapitia. Kila mmoja anapitia changamoto kadri ya ile uwezo ile changamoto. How do you overcome that storm you are going through today? How do you overcome? How do you overcome? Raise your faith. How do you raise your faith? Fix your eyes on Jesus. Inua imani yako kwa Yesu. Kwa Yesu ndio kuna suluhisho. Kwa Yesu ndio kuna salama. Kwa Yesu ndio kuna kupumzika. Kwa Yesu ndio kuna ushindi. Hatutashindwa tukiwa na Yesu. Kwa maana mwimbaji akaimba wimbo akasema, akiwa na Yesu hatashindwa. Akiwa na Yesu, ukiwa na Yesu hatutashindwa. Wanafunzi walipogundua kwamba wako na Yesu hawakushindwa, bali wakatoka washindi. Maana Yesu alituliza bahari, mawimbi ikamsikia, ikatia sauti yake. Hata leo utakapoita Yesu, dhoruba yatatii sauti ya Yesu. Tatii sauti ya Yesu. Asante Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe. Wakati wako penda kujiangalia kutazama. Ni wewe Bwana. Ni dhoruba gani unayopitia? Ni wewe Bwana. Ni dhoruba gani unayopitia? Achilia Yesu chukue nafasi. Mpe Yesu shida zako.
jua kali, walitazama mahali Yesu amelala, wakaenda wakamwita. Hata leo ile changamoto ambayo unayopitia, dhoruba unayopitia leo hii, na kusi utafute uso wa Bwana. Mwite Yesu katika maisha yako. Mwite Yesu, mwite Yesu. He's ever ready because His presence is present in your songs. He's present in the songs. Just call upon Him. Mwite tu, mwite tu, atasikia. Umefika mahali wa giving up, ndio imekuwa na changamoto mpaka unataka unainua mkono unasema hii ndio naachana nayo. Umesumbuliwa kazini mpaka unasema unaacha hiyo kazi. Biashara imekuwa ngumu, kila wakati you only make losses, unapata tu hasara mpaka unasema hii sioni faida ya hii kazi, ninaacha hii kazi. Mwite Yesu katika hiyo hali, katika hiyo kazi yako mwite Yesu. Yesu yupo, Yesu yupo pendwa. Mwite Yesu katika hiyo hali yako, katika hiyo gonjwa ambao unaona kwamba itakuwa haitakuwa. Mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu. Hiyo hali yako unayopitia, mwite Yesu, mwite Yesu.
apige hatua kwenda mbele na shindikana. Chukua nafasi tu. Kama kuna jambo linakufunga na maisha yako, Bwana anasema kunusia yuko mtu mahali hapa. Sije tu mbele tu. Sije tu mbele kwa sababu hiyo Bwana itanangamiza. Hii shida itanitesa. Hii mahangaiko itanitesa. Bwana njoo tu mbele mahali hapa. Bwana atakutana na wewe. Akasema dhuruba hii tunamwita Yesu. Na alipomwita Yesu dhuruba iliondoka. Songa tu mbele. Ndipo changamoto ambazo unapita nazo, unasema hii ndoa itanishinda, hii ndoa, hii kazi itanishinda, hii kazi, ugonjwa utaniua, hii kazi itanitesa, watoto watanihangaisha, watoto wataniua, watoto wataniua, hii ugonjwa utaniua. Nimekanyaga Mombasa, sijawahi kupata kazi. Nimekanyaga Mombasa, sijafaulu. Ninarudi bara na mateso. Roho Bwana siku ya leo anasema niko hapa, niko hapa. Tutakuondoa ya dhuruba ambayo imefunga maisha yako. Kuna watu walikuwa wanasema ya kwamba nimekanyaga Mombasa mimi
changamoto unapita nayo, hiyo changamoto unapita nayo, chukua uamuzi useme leo ni mwisho. Hiyo dhoruba ambayo inanyesha kwa muda mrefu, leo nasema iwe mwisho. Walisema kwamba hutaolewa, walisema hutakuwa na ndoa, walisema kwamba hutawezekana. Yesu siku ya leo, hiyo dhoruba ambayo inakufunga, Yesu siku ya leo, chukua uamuzi ya kama hiyo dhoruba inaondoka, hiyo shida inaondoka. Kuna adui ambaye alisema anaenda Mombasa, huyo atateseka na hiyo biashara, atahangaika na hiyo biashara, atateseka na hiyo kibara, atarudi mikono mitupu. Yesu siku ya leo anasema ya kwamba hakuna jambo haliwezekani. Kila mlima ambao umesimama kwake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu nitapata kushindwa. Baba, katika jina la Yesu ni Mungu. Asante Jehova kwa sababu ya ndugu huyu amekuja mbele zako Jehova, kuna dhoruba kali ndani yake, ameteseka kwa muda mrefu Bwana. Moyo wako unatamani kazi, moyo wako unatamani mafanikio, lakini Baba imeshindikana. Anasema imeshindikana kwa kuwa amesema ya kwamba hakuna jambo ambalo haliwezekani. Inafungua mbingu za baraka, inafungua mafanikio, inafungua mafanikio, inafungua mafanikio, inafungua mafanikio. Kila dua ambayo imefunga maisha yake katika jina la Yesu ikapata kushindwa. Aliko kijana, aliko kijana, ajili ya kazi, ajili ya kazi, ajili ya mafanikio, watika kutendee kwa moyo wako. Asante Jehova kwa ajili ya mtumishi wako, kwa sababu ya kazi yake ina changamoto, kazi yake imefungwa. Kuna maadui ambao wanasema ya kwamba ataondoka mahali hapa. Yesu siku ya leo, hiyo giza ambalo limesimama ndani yake, katika jina la Yesu ukapata kushinda. Kuomba baraka zake, kuomba mafanikio na ndoa yake, bariki ndoa yake, bariki ndoa yake, bariki mafanikio, bariki baraka zako. Asante Jehova, bariki. Asante Jehova kwa ajili ya siku ya leo, kwa mabariki, kwa mafungulia milango, kila vita ambavyo vimesimama ndani yake, vita ya maachari, vita ya maachari, roho ya maachari, roho ya maachari, roho ya maachari, naivunja, naivunja, naivunja katika jina la Yesu. Nikapata kushinda. Baba, nafungua milango ya madirisha. Hiyo dhoruba ambayo Baba iko ndani ya nyumba yake Bwana, hiyo dhoruba ambayo Baba anateseka nayo, ambayo Bwana alisema ndio wenye shida, kijana wakahangaika, nyumba yake ikahangaika. Siku ya leo Jehova, kila dhoruba ambayo imetesa maisha yake ikaondoke katika jina la Yesu. Asante Jehova vile kwa ajili ya mama huyu mfalme amekuja mbele zako Bwana, akiona changamoto mbalimbali, roho yake inazungumza, roho yake inazungumza, roho yake inazungumza. Inapata kazi nini? Inapata kazi nini? Roho yake inazungumza. Bwana anapitia changamoto, Bwana anapitia vita, Bwana anapitia kufunga, kila kifungo ambacho amefunga ndani yake, katika jina la Yesu ikapata kushindwa. Wewe mtakatifu kabisa nyumba yako, wewe mtakatifu kabisa nyumba yako, kabisa nyumba yake Jehova, kabisa nyumba yake Jehova. Wakati wa kuondoa giza ndani yako, kuondoa giza ndani yako, kuondoa giza ndani yako, kuondoa giza ndani yako, wakatieka, wakatieka, wakatieka kila changamoto ambazo anateseka nazo siku ya leo, wakaiwa dhoruba kali ikaondolewa Bwana. Unganisha Baba pamoja na watoto wake, pamoja na mume wake, wanao pamoja Jehova, kila ambaye kupinga, kila ambaye apinganizi katika jina la Yesu ikapata kushinda katika baraka na mafanikio Bwana. Asante Jehova, jiwe ni Mungu siku ya leo Jehova, wanakuja mbele zako, unawajua moyo wake, kwenda kuna magonjwa ambayo yalisemekana yawezekani. Baba, kuna jambo kwako Yesu haiwezekani. Baba, ukasema ukiwa na imani utaua mlima, ukiwa na imani inawezekana, ukiwa
na imani inawezekana. Baba, inawezekana. Haijalishi kila mikoba itamkwa ndani yake, haijalishi kila nyoka imetakwa ndani yake, ya kwamba kuna magonjwa sugu. Haya magonjwa yasiyoonekana na dawa, kila changamoto ambazo anaishi ndani yake, kila mabaya ya magonjwa, kila mabaya ya magonjwa, katika jina la Yesu nikapata kushinda. Baba, siku ya leo ni Mungu, achilia neema na baraka juu yake. Nafungua baraka za mikono yake. Bariki watoto wake, afungue baraka. Bariki kazi zake za mikono yake. Bariki mahali anaishi mfalme. Ufunike damu yako itatoshe. Kila ndoto ambazo zinakuja usiku, ndoto za kumtisha, ndoto za matarajio mbalimbali, katika jina la Yesu, Baba natangaza kafunguliwe. Yesu natangaza kafunguliwe. Yesu natangaza kafunguliwe. Yesu natangaza kafunguliwe. Katika jina la Yesu, ninamweka huru. Ninamweka huru. Anapenda bila giza. Wewe unataka giza. Ninapotoka kwenye giza. Giza la magonjwa. Giza la magonjwa. Giza la magonjwa. Giza la changamoto zote ambazo napita nazo siku ya leo Jehova. Kila dhoruba ambayo yanateseka ndani yake ikaandake katika jina la Yesu. Asante mfalme Jehova. Rudi kitani ya mfalme. Kijana huyu kwa mikononi. Kusa mahitaji yake Bwana. Asante Jehova. Baba anatamani makubwa juu yake. Anatamani mafanikio juu yake. Anatamani mafanikio juu yake. Ukasema kila mmoja anatamani kitu chema upata. Baba nasema kijana huyu anatamani mafanikio mazuri. Anatamani kazi nzuri. Anatamani kazi nzuri. Anatamani mafanikio mazuri. Moyo wake Baba umekusanyika. Moyo wake kuna dhoruba kumfunga. Siku ya leo Baba funguliwe. Siku ya leo funguliwe. Siku ya leo funguliwe. Siku ya leo funguliwe. Kila dhoruba ambayo amefungwa ndani yake katika jina la Yesu nikapata kushinda. Baba unijana mwenye nguvu. Natangaza siku ya leo baraka. Natangaza mafanikio. Huyo kijana mahitaji Baba atajindoa. Huyo moyo wake Baba mmilika. Moyo wake Baba anatamani mafanikio. Anatamani kuwa na nyumba. Natangaza siku ya leo. Fungua Baba Baba. Fungua baraka zake. Fungua mafanikio. Timiza ndoto maisha yake. Kila roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya mateso, roho ya malaika, katika jina la Yesu nikapata kusema wapo utulivu Jehova. Afanye kazi yako kwa kumania. Asante Mwokozi kwa sababu unaenda kutimiza na kutenda itu yako. Asante Mwokozi maana wewe ni Mungu ambaye unaenda kutimiza. Asante Yesu achia wakati wa leo. Tasema kanisa hili unaiweka kwa mikononi. Unaiweka kwa mikononi. Tunadai Baba ushirika. Tunadai wale nyumbani Bwana. Tunadai majirani zetu. Tunadai washirika wenzetu. Wamefunga kule nyumbani. Wamefunga kule nyumbani. Tunadai leo. Tunadai leo. Yesu alete. Yesu alete. Wasamehe yao. Ile moyo ya mawe. Moyo ya jiwe. Yesu ondoa. Natangaza siku ya leo. Wakafunguliwe. Wale magonjwa. Magonjwa ya miguu. Magonjwa ya moyo. Magonjwa yote Bwana. Ambao miduruba kale. Unafunga mafanikio. Katika jina la Yesu. Nikapata kushiba. Bariki kanisa yako Bwana. Asante Mwokozi kwa ajili ya siku ya leo. Neno limepoja. Neno kwamba sikia barikiwa. Kila mmoja anapolewa hapa. Wacha kupeana mahitaji yake. Wafunguliwe. Wabarikiwe. Kule machumbani. Kule nyumbani. Hata mashambani mashariki. Muone baraka zako na mafanikio kwako. Asante Mwokozi kwa sababu ninaomba Jehova na kudimiza mapenzi yako. Katika jina la Yesu. Mungu nipaamini kujibu makofi. Amen. Barikiwe sana. Naweza kutoka barikiwe sana. Mungu atimize malengo yenu. Yale ambayo unahitaji wacha Bwana chukue nafasi. Karibu mchungaji. Bwana nawe.
Acha Roho wa Bwana kuongoza katika kila jambo. Yale yote unayopitia, Mungu akutende mema. Mungu akupe ushindi, uwe na mafanikio. Yale ambayo unatarajia wajitendeke uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki. Neema ya Bwana iwatoshe. Ni wakati tunataka tumwabudu Bwana na sadaka zetu pia.